Hebu tuone, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitawala kwa miaka 24, na wakati anamaliza utawala wake ameacha viwanda 411 tunavyo vinafanya kazi. Unaweza kuvitaja Kilitex, Msomatex, Mwatex, Sungulatex, you can name, vyote viwanda vinafanya kazi. Amekuja mheshimiwa rais wetu wa awamu ya pili, kama alivyosema mheshimiwa Nape, aliimprove baadhi ya mambo, lakini hakuendelea na wazo la viwanda, palikuwa kimya. Akaingia rais wa tatu, viwanda vile vile vilivyoachwa na Mwalimu, badala ya kuviendeleza akaanza kuvibinafisisha, vikauzwa vyote vikaondoka. Kwa hiyo hakuna muunganiko kati ya rijimu ya kwanza na rijimu ya tatu. Tutakesha kama hakuna muunganiko, mheshimiwa naibu spika. Lakini haikutosha, amekuja rais wa tatu ambaye mheshimiwa Mkapa, rais wa nne mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete, ambaye hatumuone anashughulika na viwanda hata kidogo. Tunamuona anashughulika na mambo mengine. Tunamuona rais anayefuata John Pombe Magufuli anasema tena Tanzania ya viwanda. Viwanda vile vile ambavyo mzee Mkapa alivibinafisisha na kuviuza, huyu tena anasema Tanzania ya viwanda. Hapo ndipo tunaanza kupambana tena kuanza viwanda, wakati viwanda vimebinafisishwa, vimeingia mikononi mwa watu binafsi, nao hawajajenga viwanda bado. Kwa hiyo nikagundua jambo moja ambalo napenda niseme, naibu spika. Kila rais aliyeingia madarakani aliperform vizuri, colorful kwa namna yake. Mwalimu Nyerere aliperform vizuri sana kwa namna yake. Mwinyi aliperform vizuri sana kwa namna yake. Mkapa aliperform vizuri sana kwa namna yake. Mheshimiwa Jakaya Kikwete vizuri sana kwa namna yake. Mheshimiwa Magufuli vizuri sana kwa namna yake. Naamini na Samia ataperform vizuri sana kwa namna yake pia. Lakini namna hizi zao, kama kila mtu ana namna yake, unategemea nchi itaendeleaje? Kwa sababu kila mtu ana namna yake, na namna ya mwingine na namna ya mmoja ni kinyume cha namna ya aliyetoka. Tutaendaje kama namna hizi hazifanani, mheshimiwa naibu spika? Hii inanipelekea kusema, ili tuendelee tunahitaji agenda ya pamoja ya taifa lote. Kwa namna gani, mheshimiwa spika? To define maono ya Tanzania ya miaka 30 ijayo. Inaweza kuwa miaka 30 au miaka 50. Tuwe na vitu ambavyo sisi wa Tanzania tutaviita maendeleo. Sio lazima vitu hivyo viitwe maendeleo Marekani. Kwa mfano,